Kwa kama moyo wako sio wa ibada, hata kama ungekuwa na mbinu za biashara namna gani, utatega hazitategeka. Kwa nini? Kwa sababu ardhi imelaaniwa kwa ajili ya moyo wako. Biashara ile imefungwa na moyo wako wa dhambi. Ndoa ile imeharibiwa, na ndio sababu tunapaswa kuwa watu wa toba sana na watu wakuwa na hofu na Mungu, kwa sababu usalama wetu wa maisha hapa chini ya jua ni uhusiano na Mungu. Alipotoka kwenye bustani ya Edeni, alitoka kwenye usalama wake. Ajali zikaanza kumpata, vifo vikaanza kumpata. Unajua, saa zingine tulifundishwa sana Jumapili iliyopita na mtumishi wa Mungu Tasiro kwamba kanisani ni mahali salama sana kwenye maisha ya mwanadamu kuliko mahala pengine. Ndio Mungu aliamuru kwamba hata kama mambo yenu yameenda vibaya, njooni hekaluni, tutakapokutana tengeneza mambo yako, hapo ndipo kila kitu kinazaliwa. Lakini watu wanapojitenga na uso wa Mungu, nisikilize, mabalaa yote yanawakumba. Kwa nini? Kwa sababu wameruhusu giza liingie kwenye maisha yao, kwenye mioyo yao. Hawataki kulipatia nafasi neno la Mungu. Kwa hiyo unakuta watu wanapuyanga tu. Ngoja nitakusomea mistari mingine. Biblia inasema kwamba anaheri mtu yule anisikilizaye mimi, anayesubiri muda wote malangoni pangu. Anaheri, amebarikiwa. Baraka haziji kwa kufukuzana, ndugu zangu. Unajua why? Kwa nini? My goodness, Mungu nisaidie watu waelewe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Adamu alipoondoka kwenye uwepo wa Mungu, already ardhi haikuwa rafiki tena kwake. Njia zile ambazo zilimpa mafanikio hazikuwa tena rafiki kwake. Ndio maisha ya kung'ang'ana yalianzia pale. Kwa nini? Moyo wake uliharibika. Mungu anapotaka kumbariki mwanadamu, kitu cha kwanza anataka apate nafasi, neno lake lipate nafasi kwenye moyo wa mtu huyo. Na ndio maana nisikilize, kwa nini umeokoka? Kwa nini umempokea Yesu? Ni ili kwamba kwa kuokoka ni ili wewe ulipatie nafasi neno la Mungu. Ndio maana walipookoka walikuwa wanafunzi, neno likawatengeneza. Sasa mstari wangu mkubwa kwenye masomo haya, soma katika kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 3, anza mstari wa 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa. Alafu ngoja kwanza. Okay. Kwa hiyo fundisho la kwanza la mwanadamu linatoka wapi? Elimu yako ya kwanza kabisa ya msingi wa maisha duniani ni wapi? Mwalimu wa kwanza wa maisha yako ni nani? Nisikilize. Tunapambana sana tunapopata watoto wetu kuwapeleka nasari. Kuanzia miaka mingapi? Kuanzia miaka mitatu. Tunasema elimu ya awali. Sivyo ilivyo kwa Wayahudi. Wayahudi elimu yao ya kwanza ya awali ni Torati, ni maandiko. Na ndio maana wanaitawala dunia mpaka sasa. Ni Myahudi anatawala dunia. Utajiri wote tunasema nchi ya Marekani ni tajiri. Ingia hata kwenye Google, angalia. 90% ya utajiri wa Marekani imemilikiwa na Wayahudi ambao ni 3% ya idadi ya wanaoishi Marekani.
Is that my brother? Why? Elimu yao ya awali sio nursery school, sio chuo cha Harvard, ni Torati. Nanielewa? Ninaposema Torati nasema nini? Torati, tena Wakristo tuna upendeleo. Wao wanasoma tu Agano la Kale. Hawahitaji Agano Jipya. Wameitawala dunia kwa sababu wanajua Mungu anataka nini. Kwa hiyo sikiliza, mwalimu wa kwanza wa maisha yako, mwalimu wa kwanza wa watoto wako sio shule. Watu wanajutia kwa sababu hawajasoma shule. Nataka nikwambie, ukirejea kwa Bwana unazishika channel za maisha kuliko mtu aliyesoma shule. Mungu anakupa zaidi ya elimu, anakuvuvia. You know God, kwa nini tunasoma? Ni ili tupate channel za maisha ambazo zilifungwa na dhambi tangu pale Edeni. Giza liliingia kwenye ufahamu wa mwanadamu. Kwa tunafikiri mwalimu anapotufundisha kwa chaki au ubaoni kwenye shule ni kwamba anatupatia elimu. Tunasema elimu ni ufunguo, lakini elimu ya kwanza ambayo ni ufunguo ni elimu ya neno la Mungu. Mungu ni mwalimu wa kwanza kwenye maisha yako. Alafu ile elimu huwa anaiweka kabla hujaenda kukutana na mwalimu wa nursery school. Na nataka niwaambie, na hili watu wengi wamepigwa sana bao. Ngoja niongee na wale ambao bado mko chini ya wazazi wenu. Ile elimu ya kwanza Mungu anapompa, elimu ya Mungu ni mwalimu wa kwanza. Unapozaliwa, ile elimu Mungu anaiwekeza kwa mzazi, na kutrain maisha. Ukishindwa kumwelewa mzazi wako, hutakaa umwelewe mtu mwingine yote duniani. Kuna mtu ananielewa? Jamani, amen. Asema kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho, lenye pumzi ya Mungu. Kumbe elimu ya kwanza ya mtu anayopaswa kuipata ni elimu ya neno la Mungu, na Mungu ndiye anakuwa mwalimu wa kwanza. Ndio maana Yesu alipokuja, kwa 90% Yesu, andika hiyo, kazi kubwa Yesu alifanya duniani kwa 90% ilikuwa ni kufundisha. Kwa nini alifundisha? To open your mind. Ni kufungua ufahamu wako, kutia nuru. Mafundisho ya Mungu yanatia nuru kwenye moyo wako, ndio yanayotengeneza moyo, ndio yanayotengeneza tabia. Unajua shuleni tunajazwa mashindano tu ya mambo, lakini kwa Mungu elimu yake inatupatia nuru ya moyoni, ufahamu. Unapokuwa na ufahamu wa rohoni, ufahamu wa moyoni, nisikilize, yani kitu cha kwanza, advantage kubwa, unazikamata channel za maisha. Unajua kwa nini Mungu anakuwa ni mwalimu namba moja? Kwa sababu he knows where you lost. Mungu anajua ni wapi ulipopotea na ni wapi ulipopotezana na baraka zako. Kwa hiyo anapotaka awe mwalimu, anataka akwambie rudi hivi, channel zinapatikana. Unajua zinapatikana hapa. Kwa hiyo Mungu anapousaidia moyo wako, unapomkubali, unajua watu wanasema tunatafuta maisha. Unatafuta maisha, utayapata. Muulize mwenzako kama anatafuta maisha, atayapata. Muulize, unatafuta maisha, utayapata? Muulize. Watu, jamani, hebu muulize mwenzako, mwangalie, mwambie unayatafuta maisha, utayapata? Ikiwa tu Adamu aliyepewa maisha alipokosea akafanya nini? Akayatoroka, akayakimbia mwenyewe.
Yaani unajua mtu ambaye moyo wake sio sahihi, hata akipelekwa kwenye magunia ya pesa, yaani ataenda kulewa tu na hizo pesa, alafu zitamtoa kwenye hayo magunia. Yaani siku ya kazi anatakiwa awe kazini, ataenda kupiga mastarehe yake, atakuja atafukuzwa kazi. Kwa nini? Issue sio fursa, issue ni moyo. Watu wengi wameacha fursa kwa sababu ya dhambi. Dhambi ilimkimbiza Adamu kwenye utele, bure anakula, bure anaishi, bure ana amani. Kwa hiyo sikiliza, Mungu ndiye anayejua channel zako za maisha. Yaani ziko, unataka maisha yamepaki mahali yanakusubiria. Lakini issue ni kwamba hapo umeshapigwa kizunguzungu, hujui njia ya kufika kwenye hiyo parking ya. Mwambie mwenzako parking ya maisha yako iko mahali imepakiwa. Mwambie. Kwani hiyo parking silikuwepo kwa Adam? Hiyo parking Israeli walipokuwa kwenye nchi ya utumwa, wanaambiwa nitakupeleka Kanaani, kwenye nchi ambayo imejaa nini? Maziwa. Urithi wenu upo, nitawapeleka. Lakini wanateseka wapi? Wanateseka katika nchi ya Misri ya utumwa. Lakini parking yao ilikuwepo, imejaa asali, halafu wanakula majitu. Biblia inasema kulikuwa na majitu katika ile nchi. Kulikuwa na manefili, kulikuwa na majitu na yaani tangu ulipozaliwa Mungu, yaani kuna parking yako mahali. I tell you the truth. Na kuhakikishia katika jina la Bwana ishie, kwa sababu ni neno la Mungu. Parking ya maisha yako ipo. Issue ni nini? Channel ya kufika pale tunazitafuta kwa akili zetu. Hatutaki kukaa kwenye neno ili litufungue tuzione channel. Hivi unajua watu wanapoenda shule wanapofundishwa ni ili wapate maisha. Maana yake ni nini? Akili zao ziwe na uwezo wa kusoma channel za maisha. Si ni kweli? Jamani, si ni kweli? Wanafanikiwa lakini kidogo. Na sio wote. Kwa sababu hawana mioyo sahihi, wanapopata maarifa kidogo wanawatawala wengine. Wanaishia tu kuwa na mioyo mibovu. Mungu atusaidie kuelewa. Jamani, haleluya. Asema kila andiko lenye pumzi linafaa kwa mafundisho. Kwa nini unatakiwa kufundishwa? Tunazaliwa, kila mwanadamu anayezaliwa anazaliwa hajui kitu. Akili yake iko empty. Anatakiwa aanze kuwekezewa mafundisho. Always ni channel zile, ni nini? Ni inputs za unapofundishwa. Unajua kwenye sasa hivi, angalia kwenye hizi smartphone, hata zile ambazo tunasema ni simu za vitochi, kuna kitu kinaitwa installation. Sawa? Ili utumie application fulani lazima unaidownload, unafanyia nini? Installation, ili kwamba upate kutumia hicho kitu unachokitaka. Kila mara unapojifunza kuanzia utotoni, unafanyiwa installation kwenye moyo wako. Sasa kuna installation za shetani na kuna installation za Mungu na kuna installation za wanadamu. Kwa hiyo tayari kwa mtu ambaye ni mtu sahihi ni yule ambaye amewekeza. Soma katika kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3 mstari wa 16. The best installation. Kwa hiyo sikiliza, ushauri wa kimungu ili mtu wa Mungu afanikiwe, anasema afanye installation ya nini?